Yes, bana, mambo ni aje, mambo ni vipi? Mimi naitwa Zakaz 255 Champez Jambazi. Bana, leo niko kwenye exclusive interview na moja kati ya wasanii wa filamu nchini Tanzania ambaye anapendwa sana, anakubalika sana na kuna vingi ambavyo nataka niweze kupigia story leo hii hapa, au vipi? Sawa, karibu na kwenye mazungumzo haya tuweze kwenda pamoja kama kawa. Na Wanda, mambo vipi mzee? Kama kawa, inakuwaje? Nyama kabisa. Shukrani sana. Bana, karibu sana. Asante sana. Bwana, mimi niko Kahama na wewe uko Kahama. Yeah. Kwanza tunatamani kuweza kufahamu nini ambacho kimekufanya kwa leo ukao uko Kahama. Kahama nimekuja kwa ajili ya 40 ya mzee wetu. Okay. Ambaye ni baba wa rafiki yangu anaitwa Ahmadi Mgeja, mzee Mgeja. Unamjua? Okay. Yeah. Rafiki yake, yani mimi ni mtoto wake, mimi ni rafiki yangu wa karibu sana na tunasaidiana vitu vingi sana. Kwa hiyo sosi ya Kahama mimi kuja ni kwa ajili ya ndugu yangu Ahmadi. Kuja kumfariji na kuishi pamoja katika hichi kipindi ambacho anapitia cha msiba wa mzee wake. Sawa kabisa. Sawa, mimi nitataka tuweze kuzungumza mambo kadhaa yanayohusiana na masuala mazima ya sanaa. Kwanza, jamii inakuona kama mrithi wa Kanumba. Hizo comment tumekutana nazo. Yeah. Na unadhani ni kwa nini? Of course ni kwa sababu ya commitment na namna ambavyo nafanya kazi yangu. Unajua, ukifananishwa na mtu ambaye amefanya mambo makubwa katika karia yake kipindi hicho ambacho yupo, ina maana pia na wewe ni mkubwa kwa nafasi yako. Yani ukiweza kufananishwa, let's say wewe ni mtangazaji, ukiambiwa wewe unaweza ukavaa viatu vya Salim Kikeke. Yeah. Kikeke ni mtangazaji mkubwa ambaye duniani wanamjua. Kwa hiyo kwangu mimi ni faraja na siwezi kufanya kwa namna ambavyo yeye amefanya Kanumba, lakini nitajitahidi kufanikisha hilo, watu waone kwamba mrithi wake nipo na naweza nikafanya vitu vikubwa zaidi. Okay. Sawa, sasa hivi tunapozungumzia tamthilia kubwa na kali ambazo zinaendelea kutoka ikiwemo Noma na nyinginezo. Mzee wangu unafanya vizuri sana. Congratulations. Kuna tuzo pia kadhaa ambazo umeshaweza kuzichukua kama Best Supporting Act mwaka 2022 pia ulichukua. Msanii ambaye alikuwa ndo anakuja kwenye game na vitu vya natamani kuweza kufahamu sasa hivi soko la tamthilia limekuwa kubwa sana Tanzania. Na unahisi limekuja kuua zile movie ambazo ni filamu za kawaida, niachana na hizi tamthilia, zile filamu za kawaida. Unajua before tasnia ilikuwa ime drop. Unajua kwa hiyo baada ya kudrop tasnia automatically ikawa inajitafuta. Okay. Namna ambavyo inaweza kurudi. Kwanza nishukuru sana. Mtahitaji sehemu yoyote ambapo nitakapokuepo, lakini bila kuhitaji Azam TV. Yeah. Hatutaweza kuheshimu. Hata wewe unanifanyia interview kwa sababu ya Azam TV. Kwa hiyo kiukweli namna ambavyo wamekuja kuisupporti game na kuifumbua upya, kiukweli kwetu sisi imekuwa ni jambo jema sana na la faraja sana. So nikija katika point ya series, ni wakati mzuri sana ambao sasa hivi umekuja. Okay. Kwa sababu inakuja kutengeneza watu wapya. Kama sasa hivi tunaona kuna maproducer wapya, let's say kama Adam Kibaro, producer wa Noma. Ana kazi zake ambazo ni connection pamoja na Noma zimefanya vizuri. Ukimzungumzia labda Abdul Usanga. Tuna maproducer wengi ambao wameletwa kwa ajili ya series na watu wengi wanapenda kazi za wale watu wapya. Yeah. Ina maana series imefungua milango ya vijana wengi kuweza kujiajiri. Kwa hiyo series sidhani kama imeweza kuua movie, ila series imekuja kufufua kile kitu ambacho kilichopotea. Okay. Yes. Kwa hiyo muhimu tuangalie tu namna gani, na of course platform ambayo series zinauzwa wanaandaa strategies za movies ambazo wanataka kuzionyesha na wanatoa kabisa dirisha lao. Kwa hiyo mimi nadhani sasa hivi watu wanaburudika zaidi na series. Sio kwamba movie imekufa. Okay. Yes, lakini wakati wa movie ukija watu wataanza kuburudika pia. Sawa kabisa. Sasa hivi msanii akishajiona kwamba amepata nafasi, amejulikana na anafungua kampuni yake kwa ajili ya kutengeneza movie zake, kwako imekaaje? Unajua kila kitu ni hatua, na utakiwi kufanya kimiemko na utakiwi kufanya kwa attitude, utakiwi kufanya
kwa ile silka ya ndani ya kwamba mimi ni nani. Unatakiwa kufanya kitu kwa akili na plans. Yeah, sure. So mimi katika maisha yangu kila kitu mimi na plan, na ndio maana huaga sipanic katika kazi zangu. Mimi na strategies ambazo nimejipangia kwamba ndani ya miaka kadhaa nitafanya hivi, ndani ya miaka kadhaa nitafanya hivi. Mimi wakati naanza kutaka kuonekana, rafiki zangu wengi sana walikuwa wanapenda sana kuonekana kwenye TV. Yani kwenda kushoot. Ila mimi walikuwa wananiambia twende tukashoot filamu. Mimi nikawa nakataa. Nikawaambia once siku nitakayoonekana mimi, nitakayoenda, kila mtu atajua. Na kweli hiyo kaweka kwangu. Watu walikuwa wanaenda wanashoot, mimi nafanya mazoezi ya kuigiza tu, Once nilivyoenda kwenda kushoot, kila mtu alistuka, huyu mtu ni nani, ametoka wapi? Kwa hiyo huaga na strategy zangu ambazo zipo. So obvious kwa namna ambavyo tunaenda utakuja kuwa mkubwa, watu watanichoka. Kwa nini uajiliwe kila siku? Tunataka tukuone wewe kama leader ambaye unaweza ukaongoza na ukajiongoza. Tuone IQ yako na material ambayo yapo kuunda na kuumba filamu ambayo sisi tutaburudika kupitia wewe. So hizo strategies zipo, lakini sio za haraka, kwa sababu filamu sio kama ni maji tunaweza ukayanywa. Hapana. Na ndio maana kuna watu na ndio maana maproducer wachache ambao unawaona wanaenda vizuri. Na ndio maana wasanii wachache ambao unaona wamesustain mpaka leo. Wengine wamefanyaje, wamepotea. Kwa hiyo ni vitu ambavyo unatakiwa utulie na upange strategy nzuri, lakini wategemee hayo soon as possible inshallah. Hivi kati ya filamu hizi, kati ya tamthilia za kuuza kwenye vingamuzi kama ambavyo zimekuwa noma na zinginezo, na hizi za YouTube, zipi wewe unaona kwamba soko lake ni zuri zaidi? Kiukweli kila sehemu ina benefit yake. Na kiukweli sisi katika upande wa television ni unakuwa na uwanda mpana wa kufahamika. Yani hata mtu asiyependa filamu lazima kutazame. Kwa sababu katika station ambayo sisi tunarushwa, mpira unarushwa, mpira unapendwa na watu wengi. Wakati watu wanasubiria kuangalia mpira, watakuangalia wewe. Lazima wakuangalie wewe. Si umeelewa? Au wakati mpira wanaangalia, tangazo lako wewe litapita pale katika channel ya mpira, mtu atajiuliza huyu ni nani, lazima atakuja kukuona. Kwa hiyo sisi tuna uwanda mpana wa kufahamika. Na of course na benefit pia. Hela tunapata. Yani kupata hela tunapata. Na katika upande wa YouTube pia nimependa vijana wengi, inawafanya wawe na power, kwa sababu YouTube unachokipata kinakuwa ni cha kwako wewe ambacho umekiandaa. Kwa hiyo kila sehemu ina benefit yake na ina faida yake. So sidhani kama naweza nikaipa first priority sehemu yoyote, kwa sababu hata hizo ambazo zinarushwa katika station bado zinawekwa YouTube. Ukiangalia Azam TV YouTube ipo. Kwa hiyo kila sehemu ina benefit yake na inatakiwa tudili na kila engo. Kwa sababu tunataka kujiajiri na we need money, so tunatakiwa kupiga miguu yote ili tupunguze huu maskini ambao unatuzunguka. Noma sana. Naonda, unaamini wewe ni star? Yes. Ni star. Lini uliamini wewe ni star? Yani how ilikuja mpaka ukaona sasa mimi ni star? Unajua tulikuwa tuna afisa muda mrefu. Kwa sababu mimi ni mtu ambaye kiukweli na matarajio makubwa. Kwa hiyo kile kinachopatikana kwangu kwa muda huu sio kitu ambacho nimekitarajia. Niombe uhai mrefu sana. Hii interview itaishi. Lakini bro, matarajio yangu, unajua mtu ambaye anatarajia kitu kikubwa kikija cha size ya kati anakuwa akichukulia kama wewe kwako unaweza ukanunua labda let's say Air Jordan ile 80 au 75 ila ukaiacha nje kwa sababu wewe malengo yako wewe umiliki vitu vikubwa kuliko hata kile ambacho umekinunua. Lakini mwingine kile hawezi kuacha nje kile kiatu. Atakiweka ndani, atakitunza, na mtu akija kuvaa atakuwa anakivaa kwa siku maalum. Lakini wewe unaweza ukavaa ukaenda nacho gym. Unaweza ukakimbia nacho kwa sababu sio kitu ambacho yani kipo kwenye fikra yako, kwamba hiki ndo nataka dream yako. Sasa kwa hiyo hapa mimi nipo katika njia ya kwenda ambako kule nako jiona mimi. Kiukweli ni mtu ambaye siji appreciate mwenyewe
Yani mimi sijawahi kujiangalia nikajiona noma. Okay. Mimi nikijiangalia najiona nakosea wapi? Na kuna changamoto zipi? Yani mimi nikiwa naangalia screen yangu, najiangalia nimekosea wapi. Kwa hiyo sijienjoy. Kwa mtu tu akinifuata akiniambia pale umeua, ndio nakuwa hivi excited kutaka kuangalia kitu gani nimekifanya. So my point is kwamba niliamini kwamba I'm the celebrity. Tulikuwa tunatoka Dar es Salaam kuja Kahama, okay, kwa ajili ya kumzika mzee wetu, right? Yeah, mzee Mgeja. Na ulikuwa uwezi kupita bila kitambulisho. Kulikuwa kuna lockdown kubwa sana, machafuko yametokea nchini. Lakini wanajeshi ambao walikuwa wako barabarani wote wananijua. Na gari ilikuwa inapita bila pingamizi. Mwanajeshi akinikuta ananiambia kitambulisho chenu tosha, ni huyu jamaa. So nikawa na imagine namna ambavyo wanajeshi au wafanyakazi wa serikali namna ambavyo wako bize, lakini bado wanapata muda wa kunifuatilia mimi, na wanajua jina langu na wanajua kazi yangu. Of course I'm the celebrity right now, I'm the star. Na namna ambavyo watu wanani appreciate kwa kila sehemu ambako nakufika, namna watu wanavyonipokea, najua of course I'm the celebrity. Kwa kuna vitu natakiwa kuvifanyaje, kuviacha. Mimi sio mtu kula sehemu kama hii. Mimi baili. Yani mimi kula kwangu ni mama ntilie 5,000 3,000. Yani nimezidisha sana 5,000. Lakini maisha yanakufanya yakulazimishe na grade fulani unatakiwa uwepo kutokana na nafasi yako. Kwa hiyo nikaanza kuamini kweli sasa hivi watu wameniamini na watu wananipenda, alhamdulillah, watu wananipokea, lakini bado waendelee kunisupport. Sijafika pale ambapo najitazama. Okay. Sawa, mimi nikurudishe nyuma kidogo. Mwaka jana 2024 mwezi wa 11 tulipata pigo kama taifa. Ulipata pigo pia upande wako kwa kuweza kuondokewa na ndugu yetu Freddy, moja kati ya waigizaji ambao pia walikuwa wanatazamiwa kuja kufanya makubwa sana kwenye industry ya filamu Tanzania. By the way, pia alikuwa anapendwa pia. Watu kwenye msiba ule wengi walikupatia sana pole wewe. Na pengine ningependa tuweze kufahamu leo, wewe na Freddy mlikutana vipi na mlikuwa ni watu wa namna gani katika kazi? Mimi na Freddy tulikutana 2013. Taasisi ya Sanaa na Utamaduni Bagamoyo, Tasuba tukienda kusomea acting. Kikweli ni mtu wa tofauti sana kwangu. Mkikutana vijana ambao mnatamaniana kufanikiwa kwa pamoja, ni kitu unatakiwa mtunze sana huyo mtu. Kwa sababu tupo katika dunia ambayo watu tunachekiana kinafiki. Lakini Freddy alikuwa ni mtu ambaye nikikosea yuko tayari kukasirikiana na mimi ili mradi mimi niwe bora. Yani ukiwa na mshikaji ambaye yuko tayari kugombana na wewe kwa ajili ya upumbavu wako, he's your brother. Ambavyo hiyo treatment unaweza hata usiipate kutoka kwa ndugu wako wa damu ambaye amezaliwa na wewe. Kwa hiyo Freddy alikuwa ni rafiki yangu wa karibu, na tulikuwa tunasupportiana na tulikuwa tumepanga mambo mengi sana. Na ndio maana nilikuwa nimeumia, kwa sababu kaondoka muda ambao tulikuwa tunapanga, oya sikiliza, wewe unaua huko, mimi naua huko, tunaigiza vizuri. Ikifika 2035 tunaandaa kampuni yetu ya pamoja. Tukiandaa kampuni yetu ya pamoja tutafanya kazi kama 5. Tukifanya kazi kama 5 tutaanzisha pale ugomvi kama mimi na wewe tumegombana. Sio, unaelewa, watu mnakaa mnapanga pale, yani hapa tupige kazi mpaka 2035 kazi za watu tuue. Yani kisha wewe kila kazi unaopewa unaua, unakusanya watu. 2035 tunaanzisha kampuni yetu moja. Tunafanya kazi kwa muda miaka 2, baada ya hapo tunafanya kama tunagombana hivi, kila mtu anaanzisha kampuni yake. Alafu tunakuwa tuna battle. Tuwe kama Rei na Kanumba hivi. Unajua zile. Kwa hiyo tulikuwa tuna mipango mingi sana na tulikuwa tunategemeana katika vitu vingi sana. Mimi sisi ni mastaa. Of course kuna sometimes unapitia situation ngumu ambazo you have money au na hela yoyote. Freddy ni mtu ambaye nilikuwa naweza nikampigia kama mwanangu, bro mimi sijala hapa. Sielewi. Akanitumia hata 20,000, 25,000 au unaweza nikafika sehemu nikanywa au labda nikala bili kazidi, nikajua na mtu gani wa kumpigia ambaye sasa hivi sina. Kwa hiyo Freddy alikuwa ni mtu wangu wa karibu sana na niseme bado ataendelea kuishi moyoni mwangu
bado ataendelea kuishi katika nafasi yangu, nitaendelea kuyasimamia yale ambayo yeye alikuwa anayaota, na mimi nahisi au nadhani yeye atafurahia zaidi nikiachieve vile vitu ambavyo tulikuwa tunavipanga kwa pamoja. Kama anaishi au kama ananiona ataona mdogo wangu kuna vitu amevifanya, so he's my brother. Okay. Na nikirudi nyuma mwaka kama 2000 na mwanzoni pale paka 2012 tumemzungumzia Reina Kanumba. Lakini pia tukienda pale kwa majirani zetu Uganda, kulikuwa na jamaa mmoja alikuwa anaitwa Radio, mwenzake anaitwa Wizo. Yeah, of course. Yes, wale ni watu ambao walikuwa wanafanya kazi vizuri sana na walikuwa wana chemistry nzuri na dream zao zilikuwa ni kubwa sana. Kuondoka kwa mmoja kuliweza kumnyongonyesha mwingine. Kwako imekuwaje? Na katika hivyo watu wengi sana waliongea hivyo. Waliongea kwamba Freddy alivyoondoka na Wanda atafeli. Mimi Freddy alishawahi kuniambia kauli yake moja. Unajua Freddy mimi alinizidi katika kutangulia kupiga mguu katika game. Yani yeye alikuwa na channels na alikuwa na niseme channel ya kukutana na watu wengi ambao wana umuhimu ili wewe uweze kufanikiwa kwenye industry. Kwa hiyo alikuwa ni kama brother yangu, lakini alishawahi kuniambia kitu kimoja. Ananiambia, unajua na Wanda wewe bado hujaigiza kama watu wanavyokuona. Na mimi naliongea hapa leo. Mimi nacheza kazi za watu mpaka leo. Kazi za watu natakiwa ucheze kile kitu ambacho umeandikiwa. Bro, once siku ambayo nitakuja kufanya kitu ambacho nimekiandika mwenyewe, ya Mungu dunia itashangaa. So baba unaweza kuandika pia? Of course. Okay? Of course. Mimi kazi ni professional yangu. Ukiachilia talent, mimi ni professional kwenye tasnia ya filamu. Mimi nimesomea filamu. Nimesomea acting, writing, directing, kila kitu. Yani mimi katika filamu mimi naweza nikafanya nyanja yoyote. Yani si shoot tu. Ile DOP sijui kushoot filamu ndo siwezi. Au kuedit siwezi. Lakini directing, writing, sijui continuity, sijui costumes, sijui nini, yani vitu vingi sana mimi najua na uwanda mkubwa sana. So ninachokifanya nakijua, na hata nikiwa naigiza mimi nadhani watakuja kupewa interview siku maeditor. Mimi simpi kazi editor. Najua dialogue hii itahitaji soundtrack gani. Kwa hiyo najua namna ya kuisema. Na nitafanya talking pause ili hiyo sound ambayo editor baadaye anakuja kuiweka i make sense na kitu nilichokizungumza. Okay, hatari sana. Kwa hiyo filamu ni mahesabu, lazima uyasomee. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba siku ambayo mimi nitakuja kuandaa kazi yangu, watu watakuja kuona vitu vizuri zaidi. Na speaking of Freddy, watu wengi sana waliongea Freddy alivyoondoka na Wanda hata drop atafanyaje. Na hiyo ikanitia hasira nilivyofanya kwenye Noma. Noma sasa hivi ni moja kati ya tamthilia ambayo watu wanaisema vizuri sana. Kwa hiyo nikataka kushow up kwamba mimi nimezaliwa mimi kama mimi. Kifo cha ndugu yangu kimeniumiza. Kimenivunja moyo kwa namna moja ama nyingine, lakini nashukuru moyo wangu kaja kuniambia sijui kama yeye ndo alikuwa anasema, lakini nahisi kama kuachieve na kufanikiwa kwenye filamu mimi, yeye pia ndugu yangu alikopumzika atajisikia faraja kwamba mimi sipo, lakini ndugu yangu ambaye tulikuwa tunashare shida na matatizo amefanikiwa. Mwenyezi Mungu aendelee kumbariki. Na of course naona na shine na watu wananipenda. Wale ambao walikuwa wanampenda Freddy, mashabiki wa Freddy pia wanakuja kunisupport mimi. Ni kweli. Wanaambia tuko tunamkubali Freddy, sasa hivi tuko na wewe. So, unaona kwamba ni urithi ambao ndugu yako amekuachia ili uweze kupata riziki kila siku. Hakuniachia chochote, hakuniachia gari, hakuniachia nyumba, hakuniachia pesa, lakini ameniachia watu wake ambao walikuwa wanamwamini na kumpenda na kumsupport. Alhamdulillah, rest in peace Freddy. Rest in peace Freddy. Sawa, tutoke hapo kidogo. Baba unajiita Zalumendra Dharamji. Sasa hapo tuanzie hapo. Why? Kwa sababu tunajua tasnia ya Bollywood na mastaa kibao ambao ungeweza kutumia nickname zao. Kuna mtu kama Mito Nchakarabot, si ndio? Kuna Shahrukh Khan ambaye Akshay Kumar, Sunil Shetty, Salman na wengine kibao. Kwa nini Zalumendra? Mimi wakati nakuwa marehemu mamangu mkubwa alikuwa ni shabiki sana wa Dharmendra. Kipindi hicho mimi niko mdogo. Huyo mamangu mkubwa ndiye ambaye mimi nilimwambia mamangu nataka kuigiza. Mamangu akawa kama niamini hivi.
mamangu mkubwa ndio akamlazimisha mama yangu mimi kumwambia bwana huyo kama amekwambia nataka kuigiza basi anaweza kuwa Kanumba. Okay. Kipindi hicho Kanumba ndio ana hit. Yuko hot yani. Yuko hot hiyo. Anaweza akawa Kanumba, kwa hiyo mruhusu. Kwa hiyo mamangu mkubwa mimi ndio akanipokea Dar es Salaam, nikawa nakaa kwake. Na hata natoka kwake naenda Bagamoyo kusoma. Yeye ndo alinipigia pasi nguo zangu, akaniwekea vizuri, akanipakia kwenye begi na akanibariki, akaniambia mwanangu, Mungu aenda akakusimamia. Utafanikiwa. Sasa huyo mamangu mkubwa wakati sisi tuko wadogo tunakuwa kulikuwa kuna banda la video pale Mtwara. Linaitwa Mtwara Cable. Sasa kipindi hicho ndo movie ya Sholei ndo inaiti ya Dharmendra pamoja na Amitabh Bachchan. Okay. Kwa hiyo sasa mama mkubwa ndo alikuwa anatupa shilingi 50. Mwende mkaangalie. Tukaangalie Sholei ya Dharmendra. Kwa hiyo mamangu mkubwa yule ni anampenda sana Dharmendra. Kwa leo kuna movie ya Dharmendra. Nendeni mkaangalie. Kwa tunaenda tunapeleka wadogo tunamwangalia Dharmendra. So kujiita Dharmendra ni kama kumuenzi na kuamini kwamba bila mamangu mkubwa inawezekana mamangu asingepata ule moyo wa kunisupport. Kwa hiyo Dharmendra ni msanii alikuwa mamangu mkubwa. Favorite kwake. Kwa hiyo mimi alikuwa ananipeleka kwenye banda na alikuwa apendi kwa sababu alikuwa very serious. Hakuna kuangalia TV. Ila ikiwa movie ya Dharmendra lazima tupeleke tukaangalie. Ile Loha ndio ikawa inatoka, ile Loha iko ina hit. Yeye anatupeleka Sholei, Maloa manini. Movie nyingi sana za Dharmendra. Kwa nikawa naangalia. Kwa baadaye nilipokuja kujipata, niko kwa nini sijiite Dharmendra? Nikamuenzi mamangu mkubwa. Mtu akiniita Dharmendra niyo namkumbuka. Kwa hiyo iko ndo kisa cha kujiita Dharmendra, ni kwa sababu nilikuwa napelekwa kuangalia movie za Dharmendra na mamangu mkubwa ambaye amebless na amemforce mamangu mimi kuamini kwamba naweza kuwa mwigizaji na tukapata chochote, tukashare, tukala, tukanywa, maisha yakaendelea. By the way, rest in peace kwake pia Dharmendra kwa sababu naye pia ametangulia mbele zake. Bana hatari sana. So tumalizie hapa. Sasa hivi kwenye industry ya filamu, nini unakipenda zaidi na nini unaona kinakuboa zaidi kwa waigizaji, kwa waandaaji, yani in general kwenye soko la filamu? Nini unakipenda zaidi na nini ambacho ukipendi? Vijana wengi tuna focus zaidi kwenye kufake na sio kufanya kazi ambayo italeta matokeo chanya yatakayotufanya sisi kuonekana kweli ni vijana tuliofanikiwa. Unajua ukimzungumzia Vincent Kigosi Ray, ukimzungumzia Stephen Charles Kanumba, ukimzungumzia Sajuki, kipindi hicho si tupo na of course hivyo vitu viko wazi. Wao remake man more than sisi. Yani ukizungumzia vijana ambao walikuwa wanahaso kipindi hicho cha kina Kanumba na sisi ni tofauti. Wao walikuwa na mafanikio makubwa ukijudge age na umri. Kanumba na miaka 28 anamiliki sijui V8 ya milioni 60, ana gari kama 3 mlangoni kwake, anauza movie milioni 50, milioni 40, kamleta Ramsey Noah. Ni a lot of money, ile ni pesa inazungumza au sio? Na taarifa ni kwamba mpaka anaelekea kufariki kulikuwa na plani za yeye kwenda kuigiza Hollywood. Umeelewa? Ina maana sasa mimi nikuulize, ulishawahi kumuona Kanumba ana show up? Hapana. Of course kipindi hicho mambo ya teknolojia yalikuwa hayapo, lakini ulikuwa unamuona Kanumba labda hata kwenye magazeti na show up yeye na nini au na nini. Kwa vijana wengi sana tuna deal zaidi kwenye kutaka kufahamika na sio kufanya kazi tufahamishe sisi ni akina nani. Kwa hiyo vijana inatakiwa tufanye kazi ndio itufahamishe sisi ni akina nani. Kwa vijana wengi wana fake, sijui mara hivi, mara sijui ku trend kwenye mitandao. Unajua Diamond amewaharibu watu wengi sana. Diamond kawaharibu watu wengi sana nakwambia. Diamond kawaharibu watu wengi kwa sababu Diamond amefake ikawa kweli. Kwa hiyo watu wengi wanaamini kwamba tunaweza tukafake ikawa kweli. Ila yeye aliplan na Mungu alimuongoza kwenye plani yake. Sio umeelewa? Kwa hiyo Diamond sio wewe. You are not the Diamond. Wewe ni wewe. Kwa hiyo unatakiwa utumie wewe kama wewe. Kwa hiyo vijana wengi tujitafute kwenye sisi. Mimi ni mtu ambaye nafanya zaidi kazi na mimi natambulika zaidi kwenye kazi. Maana mimi kwenye social medias sijui mambo hayo mimi sinaga na huwezi kuniona.
lakini utaendelea kuniona, nitaendelea kuwepo, nitaendelea kuhit na nitaendelea kukaa katika nafasi yangu Mungu ambayo amenichagua kupitia kazi yangu. Muhimu wai tu. Okay. Kwa hiyo tufanye kazi tutambulishe sisi ni akina nani. Sawa. Tukifanya kazi tuta get money. Ukitaka kushow up who are you, utaenda kweli kwenye kampuni, unaenda kununua gari ya milioni 600 kwa sababu you get money. Lakini unavyo fake utaanza ku left sasa. Ndio maana wengi wana left. Sio, umeelewa? Sio, umeelewa? Hiko ndio kitu ambacho kinanikwaza kwamba vijana wengi tumedili kwenye kufake na sio kufanya kazi. Yeah, sure. Ila ninachokipenda ni ubunifu wa watu ambao tunafanya filamu sasa hivi. Ukizingatia maproducer, respect kwa Abduli Usanga, Kombolela inafanya vizuri, respect kwa Adam Kibalo, Noma inafanya vizuri, respect kwa mamaangu, dadaangu Lamata, Lea Mwenda Mseki, legend kabisa, ni wa muda mrefu, bado anaendelea na consistency yake, na maproducer wengi akina Azizi ambao wanafanya kuendelea hii game iendelee kuwepo. Namna ambavyo wana invest kiukweli, wanatumia tunachokipata na kile ambacho nyinyi watu mnakiona hakifanani. Yani tunafanya kwa sababu we have a passions. Sawa, inatulipa, lakini tunatakiwa kulipwa zaidi ya hicho. Ya hicho ambacho inapatikana. Kwa hiyo kufanya tu ni moyo mwingine. Vile vile napenda namna ambavyo wasichana wanavyopambana. Race wig. Ya mfano mimi naigiza na yule mke wangu kama anaitwa Salma. Race wig yake $2 Haya. Pinki yetu. Race wig yake $2 na ananunua kwa ajili ya kushoot. Kwa ajili ya kushuti. Na akishuti nayo msimu wa kwanza, msimu unaofuata anataka kununua nyingine. Kanunua China, ananunua $800. Sio, umeelewa? Tunachotoa ni kingi kuliko tunachokipata. Kwa hiyo ina maana tunafanya kwa passions. Kwa hiyo tuendelee na hii passion ambayo tunaifanya, ili tuendelee kuifanya game yetu iendelee kuwepo. Inshallah Mwenyezi Mungu atatujalia, serikali inatuona, watakuja kutusapoti, tutapata hela, tutapata pesa na watu waendelee kuburudika. Tanzania kwanza. Ukijitoa wewe, nipe top 5 yako ya wasanii wako bora wa kiume kwa sasa Tanzania. Wasanii bora wa kiume kwa sasa Tanzania. Ukijitoa wewe. Nikijitoa mimi. Wa kwanza nitampa Habibu Mtambo. Okay. Alexander Malik. Consistency yake, mimi nimeanza naye 2020. Habibu tumeanza kushoot Single Mama. Lakini mpaka leo hajawahi kupoa hata mwaka mmoja. Lakini hajawahi kuboa. Consistency ndio definition kubwa ya mtu bora. Hata leo tunasema Ronaldo Noma kwa sababu hiyo consistency. Mpaka leo ameenda Al Nassr anakiwasha. So Habibu Mtambo is a one. Na wa pili nitampa Isalito Mwakalindile. Okay. Nitampa Isalito Mwakalindile kwa aina ya movie anazofanya. Ni movie ngumu na za tofauti, lakini bado watu wanakupenda. Sio kitu cha kawaida kwa sababu wabongo wengi wanapenda drama, yeye anafanya action. Na pia consistency yake pia ni kubwa, na amefanya kazi kubwa, kashoot Kenya wapi. Na mu appreciate, na kama vijana tunajifunza kupitia sisi. Namba 2 Isalito Mwakalindile. Namba 3 nitampa Gamba Filamu Itambe. Gamba Filamu Itambe kwa sababu ya unaweza ukamwona kama hana kipaji sana, lakini juhudi na jitihada zake si za kawaida. Namna ambavyo anajipush kuwa yeye na watu wamuelewe yeye ni nani. Anatumia effort kubwa sana. Kwa hiyo nitampa Gamba. Namba 3 kutoka Kombolela, anafahamika kama Hamadi Kikala. Namba 4 nitaenda kwenye comedy kidogo. Okay. Nitampa somebody anaitwa Nanga. Nanga OG. Nitampa Nanga kwa sababu ananifurahisha. Nanga namna ambavyo anacheza kama acheze. Yani kama hawezi hivi kama ajui hivyo. Namba 5 nitampa mwanamke. Yani namba 5 iwe siwe lazima awe mwanamke. Na tukisema tuweke top 5 ya wanawake, huyo atakuwa namba 1. Huyo atakuwa namba 1. Tupe wa 5. Anaitwa Angel Mazanda. Angel Mazanda kama Chioma kwenye Noma. Okay. Bongi ya yani best actor. Actress I mean.
Yani sijawahi kuigiza na mtu nikajifunza kitu kama Angel Mazanda. Na kiukweli haya maua sijawahi kumpa tukio tu. Ni mshikaji wangu sana. Lazima tupigane simu, oya Wonder Boy vipi? Lakini sijawahi kumwambiaga hivi. Ila naomba nimwambie Angel, you are gifted. Namna ambavyo unafanya kazi yako, unafanya kitu ambacho mtu yeyote ambaye hajachaguliwa hawezi kufanya. Kwa hiyo kwenye namba 5 ile top 5 ya watu watano, namba 5 lazima nimweke Angel Mazanda kwa sababu ndio ananifurahisha. Sure. Kwa hiyo nitamweka Angel Mazanda. Okay, sawa. Bana, imekuwa poa sana. Stories zetu zimekuwa nzuri, lakini kwa kumalizia ningependa pia na wakike tuwapate. Wakike watano. Okay, wakike anaanza Angel Mazanda. Nafasi ya kwanza. Somebody. Nitampa Pinketo. Namba 2 kwa ajili ya commitment yake kwenye kazi. Commitment yake Pinketo kwenye kazi ni kubwa sana. Aweze kufanya kazi bora. Nitampa Pinketo. Namba 3 nitampa mamangu. He's a legend. Alitakiwa kukaa namba 1, lakini kwa sababu ni legend hatakiwi tena kukaa namba 1. Lazima vijana waanze kwanza. Yeye tayari asha achieve vingi. Bistar. Yani yuko vizuri. Ili mtu mwigizaji wa kike ashinde, utakiwa kumweka na Bistar. Yani Bistar lazima umweke kwenye dunia yake. Bistar nitamweka namba 3. Na nitamweka mtu mwingine ambaye ili msanii wako wa kike ili aweze kushinda, huyo pia atakiwa kuwepo kwenye hiyo category. Mariam Ismail. Mwigizaji mzuri sana. Watano nitamweka mdogo wangu Rahmataf. Ambaye amecheza kama Chaichaka kwenye picha yangu. Kwenye Noma akacheza kama Irene, akacheza na Adamu kama demu wake. Nitampa Rahmataf kwa sababu ni binti ambaye nimempokea kwenye game na nimemwelekeza vitu vingi. Ameachieve dream yake, namuona anakuwa. Nafurahia kumuona akiwa ana achieve na akiwa anaendelea kukua. Mungu ambariki sana. Alikotoka mimi nakuona na nakujua. Kwa Rahmatafu nitampa namba 5 kwa ajili ya discipline yake. Sawa. Kwa kumalizia kabisa, twende kwenye Noma kaka. Noma bana ndo project ambayo sasa hivi inafanya poa sana. Na watu wanapenda sana kuweza kufuatilia kutokana na yale mazonge ya mahusiano ambayo yako huko ndani yake. Watu ni wanayeyushwa sana mahusiano. Yani ni mambo halisi ambayo tunakutana nayo. Okay, sawa. Moja kati ya kitu ambacho mtu hajaitazama Noma, unaweza kumwambia kwamba ukitazama Noma hiki ni kitu ambacho utakipata kwenye Noma, tofauti na tamthilia nyingi ambazo umewahi kuzitazama. Ukitazama Noma utaelewa ni namna gani ya kukabiliana na changamoto zinazokukuta wewe kijana. Kwa sababu kwenye Noma kuna vijana 4. Kuna Adam, kuna Tony, kuna Saidi, kuna Nawanda. Hawa vijana kila mtu ana position tofauti katika maisha. Tony ana pesa. Adamu hana pesa, ni kinyozi, handsome boy. Saidi hana pesa, yeye ni dalali, ana maisha saizi ya kati. Nawanda amesoma lakini anaamini zaidi kwenye kuajiriwa kuliko kujiajiri. Hana pesa lakini anakana mwanamke wake ambaye yeye ana pesa kuliko yeye. Kwa hiyo imekaa katika kategori chanya za kila kijana ambaye wa Kitanzania sasa hivi yupo. Madalali wapo wengi ambao wana maisha ya kati. Waliosoma wako wengi na hawana kazi. Na wameoa na watoto. Na hawataki kujiajiri. Ukienda kwenye tajiri, wapo matajiri wapo wengi na hawana furaha katika ndoa zao kama Tony. Ukienda kwa Adamu wapo vinyozi, handsome boy wanategemea umalio kulelewa. Kwa hiyo ni series ambayo ina kudefine wewe kama kijana unatakiwa kupambana vipi na changamoto unazokutana nazo. Na of course tumekutana na elimu pale ya virusi vya ukimwi, maambukizi na magani ambavyo naweza wewe kujikontrol kutokuwaumiza watu wengine. Kwa hiyo kuishi kwa jealous, aliyekuambukiza sio lazima na wewe uende ukaambukiza watu wengine. Unapata ile somo kwa Adamu. Ukija kwa Saidi unapata somo la kwamba sio mwanamke mchaluko ndo malaya. Unajua Chioma mule unamwona kama mchaluka, lakini sio malaya. Ila ukija kwa mke wa Tony ukimwona yule Wendy alivyo yuko very serious, unaweza kusema ni mwanamke ni huyu, kumbe ndo mchepuko kabisa, yani anafanya mambo tofauti. Na hata kwangu pia. So kuna maisha halisi ambayo vijana tunakutana nayo, unaweza ukajifunza kupitia Noma. Kwa hiyo Noma ni somo. Sawa. Chochote cha mwisho cha kuambia wadau ambao wanakutazama hapa, kwa sababu mwaka 2025 ndo tunaumaliza hivyo sawa.
Of course kwanza niseme nashukuru sana kwa namna ambavyo nimepokelewa kama hichi kitu mlichokifanya sio faida kwenu tu. Mimi pia ni faida kwangu. Sio kila mtu anaweza kuappreciate kusema we need interview na wewe. Ina maana mtu akikwambia nataka interview na wewe, ina maana amethamini kile ulichokuwa nacho. Na kikawaida ukiwa muungwana unathamini kwamba yes, I'm the somebody. Kutoka Dar es Salaam mpaka kuja Kahama ni kilomita ngapi? Takriban 900 sijui 90 ngapi. Ni parefu sana. Ni parefu sana. Navyokuja wewe ukanifuata ukaniambia bro tufanye interview. Kuna vitu na unaniambia kuna vitu naviona, ina maana unanifunza na kunielewesha kwamba mimi ni nani na natakiwa kufanya vitu gani ili niweze kufika zaidi. Kama watu wa Kahama wameweza kunipokea hivi, naweza nikaongeza jitihada, nikavuka boda nikafika Uganda. Nikatoka Uganda nikafika Nigeria. Kwa hiyo nimependa mlivyonipokea na namna ambavyo tumefanya interviews, na kiukweli nimependa Kahama pazuri, watu wana discipline, watu wanakufuata, tunapenda hiki tunapenda hiki. So 2026 kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, Waislamu tumefunzwa hivyo. Kila kitu tunatanguliza Mungu mbele kwanza. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah nadhani kutakuwa kuna mambo makubwa zaidi ya haya ambayo yametokea 2025. Katika 100% ya kipaji ambacho Mwenyezi Mungu amenipa, nimetumia nusu ya 1%. Nusu ya 1%. Yaani ile moja yenyewe bado haijafika. Sijamaliza Kwa hiyo mwakani naenda kutumia moja kamili. Iliyokamilika. Get ready soon as possible. Okay. Ciao. Okay. Tulia kwanza. La mwisho la kinafiki. Kwenye ile top 5 pale Hemedi PhD hayupo. Of course pale mimi sijamweka legend. Unajua Hemedi ana nini cha kuachieve wewe usimkubali? Yaani Hemedi wewe, yani ana nini cha kuachieve wewe usimkubali? Nimeweka vijana ambao wanataka watu waamini kwamba wao wanajua. Ila sasa Hemedi wewe kaigiza na Kanumba, kaigiza. Yaani Hemedi wewe kitu gani unataka kufanyia ili usiamini kwamba wewe ni bora? Ndio maana sijamweka Singo Mtambarike, sijamweka sijui JB, sijaweka ma legend kwa sababu wao tayari washamaliza. Sijamweka Ray. Labda ungeniambia nitajie wasanii bora wa muda wote. Ndio ningekutajia hao. Lakini umeniambia nitajie wasanii bora kwa sasa. Ndio hao nimekutajia kaka. Okay. Baada imekuwa dope sana master. Bwana kama mazungumzo yetu yamefikia mwisho hapa na bwana Nawanda bwana, kama kawaida mimi naitwa Zakaz Beat on 5. Kaa hapo exclusive nyingine za kutosha zitakuja.